Good afternoon and welcome to the Tharaka Institutional Growth and Transparency Reform Committee. With me, Kathniel Kinoti, and my 5 co-hosts. We are a team of 6 committee members, and this is a platform where we will be bridging this interaction between students, student leaders, and the lecturers, including the dean from different departments. And today we have our guest. We are honored to have our very first guest as Msafi Chiricha Bernard, who is a representative, a student representative for the non-resident learners. So Msafi, you're welcome. And now I'll take the position now back to our chairperson. Thank you for joining us. Okay, thank you. Thank you so much. Karibu sana kiongozi. Feel much welcome. My name is Elisha Mwita. I'm here with my fellow councils, my learned friends. Yes. So actually today we're going to have an interview with you, just to highlight what challenges you go when you are conducting your work, and what can you propose, maybe what do you see maybe is going wrong somewhere, or what is good that you have done and it is not yet projected out. So I have the first question for you. The questions state that as a representative of students living outside the campus, what aspects of our university environment and academic culture do you believe make this institution attractive to students who choose to live outside the campus? Yes. So what makes them what make it attractive? So then they live outside instead of them living inside the campus. Oh yeah, it is your type. Oh yeah. Let me invite my learned friend to ask you another question. Okay. My name is Wedi. These are my fellow learned councils. Thank you for coming to this interview. Msafi Bernard Chiricha. We are really honored to have you. So my question is, what improvements have you seen in the off-campus student environment since you assumed leadership? Ever since you assumed that seat of male non-resident, what are some of the improvements have you seen in the environment that is growing for students? Well, I'm Boniface again, the committee. Maybe Brenda, this is a question that I require to give us the answer. Number 1, what do non-resident students contribute positively to the academic and social life of university? I think that is a question number 1. Yes, you can have the chance now to answer those 3 questions. Then we'll give the other bench to ask the other 3 questions. Thank you very much for the opportunity. I'm Richard Bernard Msafi, the non-resident representative. I'm also a Swahili teacher, so you will allow me to make. Yes, so now. Yes. So first of all, you have asked me a question about something that attracts students outside there. Tukianza kwanza, kuna wanafunzi wengi wanaishi pale outside the university kwa sababu kuna nyumba ambazo zimejengwa pale, na mimi kama proposal ambao naweza kuwa niko nayo kwa the university ni kwamba university hata sasa hivi naona imeendelea through our vice chancellor that they have started to build some hostels. Tumeziona zinaendelea. Kwa hivyo hizo hostels zikijengwa zikiwa pale mingi pale zikiwa na the hand of the university, it will bring back those students wale wanaenda pale outside wakuja hapa wakuwe wanamingi wanarent in those hostels. Wengi wanatoka pale nje university na hostel ya kutosha. Ukiangalia zile hostels tuko nazo, we have only to accommodate few students, lakini tukiwa na mingi pia itasaidia sana. Watu watakuwa wanatoka huko nje na watakuwa wanafikiria na mambo pia ya rent, vitu kama hizo.
Yeah, I think that's the first question. The second question, the improvement. Let me say that since I assumed the office, I think it was on the 5 February after the election. Kwa kinyang'anyiro kubwa sana, lakini sasa watu waliweza kuingia pale, hata mimi nilianza kufanya kazi na nimesaidia. So far I have the evidence ya 23 students wale nimesaidia kuwa wanafungua nyumba. Unapata kuna wanafunzi walikuwa wanafungua nyumba, lakini bado nimewasaidia, nikaenda London na wanafunzi hao 23 niko na wao. Hata wakati ule tunaona tulikuwa tunatembea plot to plot. Si kumaanisha tunatembea huko bure. We have something good ama mtu ambao tunaenda pale maybe certain keys tunaenda kusoma pale. So unapata tukisoma pale si kila kitu inawekwa kwa mtandao. Unaona? So unajua unaweza pata maybe you know the digital of that person maybe kuweka kwa mtandao pale. So tukienda plot to plot, that's something you can put on social media, but something about the rent ama mtu mtu anafungua nyumba uwezi weka, lakini tunasaidia na wanajua wengi sana 23, na hiyo ni maybe for the first 1 month tumekuwa jumini wakati tuli cha kufika mmoja pale. Hiyo ni kitu ambacho mmoja njaribu nika make some improvement pale. Wanafunzi tu mtu alikuwa anafungua nyumba analala kwa rafiki yake, ama mtu analala tu nje na anakuja wengine, kuna hata wengine wanakuja kulala na zipo kwa sababu mtu anagiza na make sure wanalala huko nje. Mtu amefika pale na tunaungana London, then tunanika hapo tukiongea na London mimi nitamjua mtumizio swali ni challenges hapo pia tunapatana nazo, ndio explain that later. Then kuna contribution in university na contribute the maybe improvement ya pandemic. Unajua mambo about the environment, the non-resident student kuna initiative nilikuwa nimeanzisha ama nilikuwa nimeanza ambayo inaitwa Msafi Initiative. Nilikuwa nimesema nitakuwa na Msafi Initiative vile niliona italeta vitamini sana ya kisiasa, nikaiweka under Chakila. So ilikuja na Chakila, tulitoka tukafanya usafi pale nje ya university na watu walitokea, na hiyo ni njia moja ya university ina support, of which pia PCA mwenyewe ali support that initiative. Tuende tufanye mimi group wakanunua mimi anunua groups na hizo mask tukasaidia pale. That means university ina support the environment ama mimi kwa mimi outside JUP inasaidia in a way kwa terms of mambo ya academics. Yes. Okay, thank you. I think so those questions you have answered them very well. We are satisfied for those questions. Then we'll have another time to ask them. But let me forward it to my fellow Nanyuki Council to ask another question. I'm Samson, a member of Tharaka Institutional Growth and Transparency Reform Committee. I have some questions here referred to you, Bernard. The first one, what initiatives have you supported that improve the welfare of students living off campus? Swali langu kwa Msafi, suppose non-resident students wengi they are complaining about their rent issues. Maybe kuna wenye rent yao wanapata imeongezeka, wengine imeongezeka, lakini ukienda kwa hiyo place yenye wanaishi unaona it's not worth it. So many wamesema that wamekuwa approach, kuna wengine wamekuwa approach, kuna wengine bado they are doing it online. Wanasema that their places are ziko fiti but rent iko juu. What have you done? What are you planning to do about this issue? Good afternoon. My name is Paul Jibun. I'm a council. Sir, I know your name gets it wrong. You are Mr. What are the positive aspects of student life outside campus? Would you highlight someone who can join this university? Now we give the communication back to you to deal with the maswali tatu for this
rent? Okay, let me start by being friend here. About the initiatives. I think that question I will answer. Nimesema about the initiatives. Sema Msafi initiative na tulikuwa na kilimo about kufanya pale outside na sasa tunataka ku-launch officially. Pia kwa hii mvua ambao tunaenda sasa hivi tunaenda kwa hii mvua mwezi wa 4 tumepanga kuanza kupanda miti mingi michache ambayo itasaidia. Unaona hii eneo ya Tharaka inakuwa sometimes tunaenda kwa paka ndani environment iko sawa kabisa, lakini kidogo nje kuna hiyo tunajua kidogo tukikuwa kuna miti panda miti outside yangu hapa kidini I think itasaidia. Then mambo ya kidini tulikuwa outside hapa tunaendelea pia kupanga miti kutembea pande ya Tunga, pande ya Kuri huko, pande ya Technique huko kufanya usafi sababu tunataka kuishi ambao kuna usafi ndio ya done the investment for supporting us. Yes. Then about the rent issue rent ndio imekuwa tisho kubwa sana na rent tulikuwa tumesema tunapata landlord ambaye analala akiamka anabadilisha rent na hakuna improvement ya baa mingi. Wakati tulikuwa Thika niliulizia swali na yenye niliambiwa hakuna landlord ambaye anapaswa kupandisha pesa bila anataka. Ni lazima kuwe mimi kuna something mimi amefanya na akifanya si eti alale tu yeye mwenyewe amke afanye, lazima aite watu wote wa plot wote tena ndio waite wote pamoja na landlord na kiafika wake awaambie mimi tunataka kuimprove security, tutaandika mtu ambaye ako hapa na huyu mtu akiajiriwa atahitaji pesa fulani ya kulipwa. Kwa hivyo sasa tunaweza contribute tuongezee pesa fulani ili tuone kitu kinafanyika, lakini si tu landlord ndiye tu amke apandishe pesa. Hiyo tunasema pia si kama student au not allowed. Issue nyingine ya rent tulisema about pesa ya kulipa pesa per month na I think niko on the record na hiyo swali kwa ndani kujibu vizuri. Issue kulipa pesa niliulizia na pesa comrade ambazo kulipa pesa per month na nalipa deposit mwezi mwingine mmoja. That means comrade ambazo kulipa pesa 2 months moja ikiwa kulipa then nyingine anaweka ikiwa deposit, meaning ni kama ni kulipa kama nusu ya semester, lakini hakuna mahali imewekwa comrade alipe pesa per semester. Wale landlord ambao wanafanya hivyo ni wale wako na ni mambo zao wako nazo, lakini sheria hakuna mahali ambapo kunaandikwa na comrade wanodi. Na wale maybe comrade mimi nisikia mimi ametoka kwa familia ambayo haiwezi hata pesa inatoka kama mimi yake inafika, anaweza enda ongea na yule landlord amwambie mimi alipe kitu ambacho kidogo nacho aendelee kwa pale na mimi atakuwa allowed. Lakini mwenye landlord atakataa kumsikiza aseme ni lazima pesa anapiga, aseme ni lazima pesa iwe per semester, hiyo landlord ama landlady ni yule tunaweza sema tutaki kutukana kwa sababu wazazi wetu ni mtu ambaye imekuwa kichongumu kwa sababu hakuna mahali pesa inapaswa kulipishwa per semester. Yes, hiyo point ya ukilia nilidhani nikaulizia huko pale huko na nikaambiwa ukilia hakuna mahali pesa inapaswa kulipwa per semester, ni per month ndio unalipa deposit ya mwezi mwingine mmoja. Namba 2 nikiongezea hapo kwa mambo ya rent, unapata umelipa pesa per semester, then ukilipa pesa per semester unapata hakuna services, unapata umekaa hakuna maji, hakuna stima, vitu kama hizo. Hiyo issue tuliongea na tukaambiwa kuna ukiwa mimi nimekaa mwezi mmoja kama umelipishwa 14,000 mimi hapo nalipa 35 na mimi nimetumia pesa mwezi mmoja. Mimi mwezi wa 2 na 3 na 4 unapaswa kulipisha landlord pesa zake zote. Na mipango ambayo sasa niko nayo kwa sababu kuna mkutano wa landlord ambao kwa soon before tuanze next semester, niko na mahali nataka kuweka
kwanza andike receipt. Ikuwe na receipt, unapata malando wengi hapana hizo receipt ama malando ndio ana hizo receipt. Number 2, kuwe na kuna form ama document ambayo iko written kuonyesha nimeingia in this room, na kama utakuwa na services na ama anytime. Unajua sheria yao nasema umpe notice mwezi mmoja before uame. Endelea kwa hiyo nyumba mwezi mmoja na hakuna services, so hawezi endelea kwa hiyo nyumba na services. So kama umemwambia mimi kama landlord ameona, si kama hapo nieleweka, kama landlord ameona tuseme nini ameshindwa kuprovide the services, abasi kutia pesa kwa semester, anapaswa kutia pesa kwa month, ili nini akishindwa kuprovide anakuallow umeenda. Lakini kama amekuwa na nguvu ya kutia pesa kwa semester na then amekaa mahali ameona ameshindwa kuitisha amount, maybe ametoka kuprovide that services, then now warudishe pesa na nini. Yeah, those are my things na naenda kwa hiyo najua then najua September we have new first years those who are going to join us September intake, and first of all let me welcome them to Tharaka University. Niwaambie hapa Tharaka University mambo mingi sana ama courses mingi sana wafanya wa mingi wa kuwe comfortable mingi kwa watu wengi wanasema below tapu kwa wanasema mimi siende Tharaka ndio kuna law, siende Tharaka ndio kuna nasi na mimi hiyo kwa medicine, lakini sasa hivi ya providing those courses, so I think hizo vitu ziko sawa, na I think that time utakuwa na vitu kama hostels kwa kujengwa, so watakuwa na kusumbana. Okay, thank you so much, Kiongozi. I have another question for you, because I'm not satisfied where that's the place of rent. We asked you a question about rent. Should they pay a semester or per month? Under Article 27, Article 1 and 2, talks about equality. Everybody is equal before the law, actually. So, will it be equal that I'm paying another person to pay per semester, and another landlord is forcing others to pay actually another person is paying per month, another person is paying per semester. You find this person is not able to raise that money for the whole semester. So the only money he can raise is money for only 1 month. So according to the Constitution of Kenya, according to Article 21, the Constitution of 2010, it talks about equality, that everybody is equal before the law. Do you think that contradicts the Constitution of Kenya? And what can you say about that? Yes. Thank you so much. My second question to you is, how can the university unite to the students? In other words, how can the surrounding community, those people who are in the university, together with this university collaborate, come together and come up with ideas that are going to any crime must be punitive and the right procedure must be followed. Let me emphasize on example. There was an incident that occurred yesterday. That was go ahead. Involved theft. As you, lead of this institution, what are the measures that you come across or initiative that you put across to enable those type of crime to come to an end?
Indian Constitution of 2010 is void. That means it is unconstitutional. You think that thing is right according to you now? You tell us, according to you, is it right? Because the Constitution of 2010 is very clear that everyone is equal before the law. So for them to pay, another person is being forced to pay that now because it is not about that you are told to choose. They are put it and saying that ni lazima ulipe hiyo pesa per semester. Wewe uoni wewe kama wewe. You think that thing is right? That's not right. It is not right. It is not right. I'm being passive. Now, that's the reason why I'm saying before next semester, we are going to have a collaborative meeting together with those landlord and landladies, and they will represent that issue, and I will invite as a law team mkuje pale na mnisaidie kujua no more than me, si ndio? So utauliza maswali na mtanisaidia sana. So wale ambao ambao wanaenda kinyume na sheria, that is not right, na ndio maana tasoma moja kwa moja eza moja na wao. Okay, yes. We can continue the vision. Yeah, improving the welfare of the students. Before you go to that side, I'm very simple, before you have said, okay, a scenario, it is not about that case. What about that same case? You think that is right now? Because that's I saw the message actually in Boston. It was very bad. I saw the story. As in, wewe sasa ilikuwa ni wewe tu umeangalia, sasa tuachane na hiyo kesi sasa nyingine. Pate ilikuwa hivyo sasa. You think is that very good? Wewe ungefanya because okay, which step would you have taken? Ama step gani ungefanya? The steps now. Ungefanya nini? So first of all, I think that starting inaanza especially kwa wasichana wetu. Kwanza huwa mnafunga ukiwa masaa usiku unafunga nyumba na unaweka kifunguo mahali unaweza kuwa kufunga pia nje ingine zatoka na kuwa inataka sio. Yes, because of time, I know you are starting off. I just wanted to get only a bit of it. You tell me which step did you took after the incident has happened? Ulichukua step gani now to make sure, yes, as a leader, ulichukua step gani to make sure that hii kitu imesaidika? Ulichukua big step? Yes, you accept this systematic step now. Yes. Yeah.
what makes the university different from other universities in terms of student experience outside there? Your first answer. If there was students in the campus again over the services, how would you solve the issue constructive? My question goes like this. You have been visiting many hostels outside the school. The question is, in your opinion, what makes the university different from other universities in terms of student experience outside? University tuko unique in a way, like how students wenye wanaishi nje huko, how they are living. What is it that una feel sisi tuko different na other institutions? According to my understanding, As in, you tell us. I love you. Yes, you get it. Yeah. I understand the question. I understand the question. I have the answer. Okay. You're trying to find a way you put it. Unless you ask me about the inside, that's my money part. No, I actually kuna vitu mingi hapo nje zenye ni mzuri Tharaka University zenye mimi I know. You want sasa wewe because you are the leader now, it is good to tell us because Tharaka is a very good institution. Outside hapo kuna vitu mingi sana mzuri. The only thing I can ask you now, this is a question. Actually it is not a that question, but I think I want to hear from you. A proposal. It is a proposal now. Outside the gates. The only issue I think so you can tell us about, unaweza propose na tungekutuma wewe ama okay, we are going to form a report. Do you think the roads, that road specifically passing out the gates, specifically that one in the gates, I'm talking about specifically that one in the gates. Do you think that we can have a change about it? It is a proposal I want you to make, or you tell us, because you are in charge of the people who stay outside the school, right? See, wewe ndio kiongozi wao. Those are some of the challenges now. Okay, do you think that's a challenge? It's a challenge. You just answer, just project your It's a challenge, but I will not answer that question. Yeah, we just wanted to hear it is a challenge. It's a challenge. Okay, Challenge. Yeah. Maybe, I think the president of the institution Yes. is the only one who can address that issue. Okay. But according to me, as the representative and the president student, that's a big challenge. Okay, thank you. Also, Then, to the other panel, any question that you value? we don't have any question. Actually, maybe. Which question? Which question do you ask? Okay, before you answer his question, because we finish this page now, then we finish everything. We talk about the issue of the online phase. Actually, many students here in Tharaka University already have accounts in TikTok. Don't you think that kuna venye labda one of the students has law another person dignity, because under article 28 it deals with human dignity. Don't you think that's a okay? How can you approach that issue? Now, which solution can you give? Ile mtu ameku defame, because that's another crime a person can do online. Mtu akiku defame, what's haraka tujibu hiyo tu, tuambie unaweza, which step can you take na unaweza advise aje? I think that question is very clear. Yes. Even in our institution,
induction na pia walikuwa mnafanyiwa induction na wakati first years walikuwa na pia mliambiwa kupost maybe someone maybe ama maybe information of someone ana the concept, una concept yake, that's very wrong na it's not good. So naweza sema juu kuna mikutano inakuanga ifanyika ya TikTokers au watu ambao na maybe wa celeb bloggers wana kwa shule maybe wakipatana juu maybe there I will maybe tell them maybe to do something maybe different maybe from what they used to do. Okay, thank you. The other bench, Also, before we pass it to the other bench, I have a question to ask you, Bwana Musafi. If maybe students demanded, it's based on the rent, if they demanded that we do not want to pay the rent as the full semester, we want to be paying it monthly. So which steps can you take to make sure that that matter is approached and it is heard? What can you think it? I think the answer to that question nasema when kulikuwa vita ni I asked that question na nilichukua nikaambiwa pesa inapaswa kulikuwa kwa amana na deposit ya mwezi mmoja, but some landlord ana landladies some wanatakalia kwa wanasema so umeniulia ni planning and strategy nikasema kuna mkutano utakuwa before one semester ndio nitarepresent that question na tuongee with the office of the team tuangalie njia ambayo tunaweza teka if maybe wakataa tunaweza kutumia njia zingine ambazo za mingi. So you have said exactly when are they going to meet? Before next semester. Before the end of this semester. Before. Yeah, that's exactly. Meaning, okay. Yes. During. Okay, during long holidays. So by the end of by the beginning of the first year, the next year now, the next academic year. Yes. So kila kitu itakuwa sawa. Yes, we are going to work on that now. Yes, the other bench, any question? I think it's my time. No, cancel. Just in solutions. Now we are working on solutions. Abena, Yes. this is a comment that is arising from majority of the comments. If students complain that transport to and from campus is unreliable during the later hours, how will we advocate for practical solutions? I mean, there is let me use Marmadia, let me use Past Gatung. I know that question might be somehow, but I just request if you have any opinion that you can advocate on behalf of comrade, I think that will be okay. Yeah. Let me answer that question. About transport, I know my belief that next semester, September, when we tutakuwa na wanafunzi wengi almost 10 students. Na those students maybe hata tushakuwa connected in hapa, maybe kuna wanafunzi wengine wote tutakuwa the other side of Matonga, behind there, kwa wengine watakuwa Madimand. Na from that area kuja maybe mpaka university ni safari refu sana. So my proposal ni au maybe student juu kitambo kulikuwa na university ilikuwa na provide with wanafunzi basi kuleta karibu, but that time kuna zile ni vitu university inapeana maybe na wetu advertise maybe to the institution. I think kidogo ni kukati. So there is a time that university ilikuwa na provide buses zenye watu wakuje shule because they are living far. Time ambayo university ilikuwa inaanza kidogo sana. Wanafunzi kidogo. Could there be at least something of such that can be done ama itakuwa you need to be effective hata ikikuwa introduced? Maybe we as a proposal, yani ikiwa proposal maybe start semester
there are some students maybe watakuwa wakiangalia tukiona kuna mafunzo mbali, maybe tunaenda kama tuza leadership maybe huko ongea na mimi na BC, then wanafunzi wao maybe wanakaa Myanmar, maybe wanakaa Katunga huko, maybe wao tu wanakuwa wanapelekwa hapa karibu, na pia itakuwa sama utriki kulingana na mimi management mtandao, unaona yeah. The last question from The last question. Suppose non-resident students feel disconnected from campus activities. That's like cleaning during the weekends. Those who stay inside the school compound are given the condoms. What programs will you introduce to involve them actively? Yeah, see, I think your question is one about the initiative. Ili watu wanafanya mimi nini outside there, na mimi wasaidia, na pia tulikuwa na idea ya work study mimi, lakini hiyo work study unajua mimi hata mimi ikienda kuenda university mimi wanaweza amua tu intention tu within the university mimi kuongezea that number from maybe last year ilikuwa 60, then we join wanakuwa 120, so even this time wanaongezea wakuwe maybe 180 maybe some maybe kuongezea, na wakiongezea mimi wanaweza amua mtu usiende nje mimi kwenda, but still the looking na rest of the students. Then vitu vingine kama hizo vitu tumesema, I think vitu kama hizo azisaidii tu sisi kiwepo kwa nini tu zinaweka kwa siada na resident students sisi wanatoa every room in the hostel school hostel. But our washington. Let me answer that question. Just a simple. Issue is just talking about you protecting, what I mean. So like school hostels, I just put them on. Let me see. Is it at the rooms or at per corner? Nowadays they are being issued to individual rooms. Individual rooms. Yeah. What about if those condoms, if they can be issued in each yeah. Hostel outside the school. How if someone can provide those condoms outside the school building? you guys are supporting it. Yeah, that's it. Okay, let me see. I'm asking the facts. That's facts. Okay, This question now. okay, let me simplify the question to you. Council, most of them, they are not being prioritized in many things. What are some of the things maybe have you done, maybe you say these are for the boy child? Because very few boy child you can say they are given those things. That's a part of the things that but let's not be specific on that. What are the other things have you done? Maybe have you attended this only for boys now? Okay, or this one? Representative for that president, not for me. Yeah, okay, I'm being specifically actually maybe for males because he is the one maybe you are supposed to maybe to organize even something mentorship, talk. Have you since you entered to the seat, have you maybe organized one or what have you done for the males now? Anything? Let me say, whatever ilikuwa I think hiyo inakuanga every semester ama once per semester, it was on date 14 hii mwezi wa pili, but the event iko line na event ya swala Kiswahili ilikuwa pale, but that event iko na mimi tunaweza kuwa tunasema mimi tuwe tunafanya mimi every semester tukuje mimi ikiwa pia usafi mission. Hizo ndio tulikuwa nazo. So cancel no, not cancel. Kiongozi, do you agree with me that hawajakuwa
in any way? Because hata wewe mwenyewe unasema haukumbuki hiyo kitu inaitwa aje. Ndio na iko ni vile iliingiana siku ya Kiswahili, so I decided to attend there kwa sababu nilikuwa nimepewa pesa huko, nilikuwa na pesa mingi sana ya chakula. Okay, do you organize any function? Then ukawaacha alafu ukaenda huko Chakita? Nilikuwa niende it's a simple question. Kiongozi nile ulielewa vizuri. Uli organize any mkutano ukawaacha ndio ukaenda kufanya hiyo ile Kiswahili? Was it Kiswahili ama huko organize event? Sio mimi nilikuwa organize but inakuwa but it is you now. No, you are the leader now. You are the leader now. Now let me say this. Inaorganizwa na unajua kila mtu ana kazi yake. Inaorganizwa na the organizing secretary wa the institution. So alikuwa organize na kila kitu kuisha. Na organize I was part of, but that day sio mimi niliweka ilikuwa, but we organize the contribute mimi kuchangia ili iwe successful. Unaona? Ilikuwa bali lakini sasa sikuweza nikuma hapo kwa sikuweza, lakini ilikuwa ni vile ililaliwa ndani. Unajua ni kama kwa mfano leo kwa kuna event ya bora la Kenya, then maybe part I'm sorry kusema maybe part gani ishambuliwe watu wote pelekeza macho ya sana nyingine, so unakidia Kiswahili kingine ndio pale hata visia kwa pale, so itakuwa hata sana. So tunataka kuorganize a special maybe to organize a special event. Was it gazetted? Because I didn't saw something inatuambia we have a men's day where online. Was it public? Ilikuwa gazeti la shule? Ilikuwa was it the memo was out? I think walitoa tu mmoja pia katika even institution wanatoa waliagree aina haja kutoa mbili ikae kama wanakuwa so kutoa mmoja it is very simple. You just it was ignored. You agree with me? Can you agree with me that one? Just agree. Can you agree? That the meals were left out. Yes. Very simple. Ndio sasa maana tunapanga. It is very simple question. It's a very simple question. Okay, let me propose this now. Okay. Let me propose that question. Kindly just work on that because it is under article even still article 27 does discrimination. Exactly. Kindly wonder that. Yes. The last person to my question is Let me tell you that to prevent this, you would have sent a representative to represent you because this is a sensitive program. Should they get the work? They should act as an example. Thank you, my co-host. Thank you so much, Bernard Tericha, for joining us. And to our viewers, thank you so much for creating time to join us in our today's meeting. And the next show we are holding, guys, make sure that you tune in to it. We are the Tharaka Institutional Growth and Transparency Reform Committee, a sitting of 6 learning councils, and then we will have one of the student or 2 student leaders to host, to get to hear about what is it that they are doing as the student leaders to avoid the nimetenga, nimewapangia, nitafanya thing, so that we get to the real thing, and at the end of their regime we will have positive impact. Thank you so much for joining us. Tunakutakia kila la heri. Thank you because of supporting the environmental thing. We are together in this and we shall work together. Thank you so much. Kiongozi, thank you for coming. You have done a very good work. You have shown us the integrity that is required in our constitution, Article 10, that deal with the national values. You have actually shown us the values you actually projected. Thank you for coming, and thank you for the interview, for being cooperative. Thank you so much. Okay.